Ni mwezi wa 12. Ni mwezi wa 12 kwa mwaka 2025. Yaani kwa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne mpaka kufika mwezi wa 12 kiwa ni mwaka 2025. Hii ni kiashiria tosha kabisa kwamba 2025 mwaka huu ambao tulianza Januari tunakwenda kuhitimisha ama kumaliza kabisa. Na hili ni jambo la kumshukuru Mungu kweli kweli. Hakika nasi katika studio zetu hizi za Njiwa Media, sehemu pekee ambapo tunakwambia acha injili itembee, tuna furaha kweli kweli kwa sababu kuvuka mwaka na kuvuka mwaka mwingine si jambo dogo. Kuna wenzetu wengi tulianza nao Januari, lakini kwa sasa hatuko nao. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapumzisha kwa amani. Lakini wengine pia tulianza nao vizuri, lakini mpaka dakika hii tunapokuwa tunazungumza wapo mahospitalini wakiendelea kuugulia na kupata shida mbalimbali za magonjwa. Lakini mimi na wewe Mwenyezi Mungu ameweza kutupa uhai huu na afya. Hii ni kiashiria tosha kwamba Mwenyezi Mungu yuko nasi na ndio sababu kubwa ambayo inanifanya niendelee kuinua mdomo na kuendelea kumsifu Mungu huyu ambaye kila siku na wakati wote ameendelea kutulinda na kutupigania. Na najisikia fahari sana kuona kwa sasa ukiwa unaendelea kutazama Njiwa Media, hususan video hii ambayo unaitazama kwa sasa. Mimi kwangu najivunia sana uwepo wako na vile kuona kwamba afya yako inaendelea kuimarika, afya yako iko vizuri na kila kitu kwako kimekuwa sehemu ya baraka. Mimi naitwa Jongo kutoka Njiwa Media. Nikukaribishe tena na tena katika studio zetu hizi za Njiwa Media, tukiwa hapa maeneo ya Rungwe Mission, ambapo ndipo tunapatikana maeneo haya ya Rungwe Mission katika ofisi za kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini, maeneo ya Rungwe Mission, kijiji cha Ilolo, kata ya Kiwila, wilaya ya Rungwe, ndani ya mkoa wa Mbeya, hapa nchini Tanzania. Tunajivunia sana kuona kwamba tunaendelea kuifanya injili iendelee kwenda mbele. Karibu sana kwa siku hii ya leo, tukatazame highlights au yale matukio makubwa ambayo yalikwenda kujiri tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2025 katika maeneo hayo ya wilaya ya Magharibi. Hapa nazungumzia kwa ile migawanyo ya kanisa, lakini wilaya ya Ileje nazungumzia kwa ule mgawanyo sasa wa kiserikali, ambapo tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2025 siku ya Jumapili tulikuwepo pale, ambapo tulikuwa tunakwenda kuhakikisha tukio kubwa lililotupeleka pale ama lililokusanya umati mkubwa wa watu. Hapa nazungumzia wa kutoka ndani ya jimbo pamoja na nje ya jimbo, walikuwepo pale kuhakikisha kwamba wanaenda kulikamilisha tukio la mbaraka kwa wachungaji ambalo lilikuwa linaendelea maeneo ya pale Ileje. Lilikuwa tukio la kipekee sana ambalo lilivuta hisia za watu wengi, na sababu za lile tukio kuvuta hisia za watu wengi ziko nyingi sana, na hii ndio tafsiri ya kukuletea ama maana halisi ya kukuletea zile highlights ambazo ziliweza kuonekana ama zilionekana zikivuta hisia za watu wengi. Na hapa tunazungumzia na kutazama kile kitu ambacho tayari kilikwisha kutokea, na sasa tunaenda kuchukua vile vipande ambavyo vilienda kuvuta hisia za watu. Twende mapumziko mafupi, tukirejea nitakuja moja kwa moja kukujuza na kukuonyesha highlights ama yale matukio makubwa ambayo yaliweza kujiri. Mimi naitwa Jongo na hii ni Njiwa Media. Njiwa Media. Yes, ni Njiwa Media, online television pekee inayomilikiwa na kanisa la Moravian jimbo la Kusini, huku ikiakisi nuru yenye baraka tele za ujio wa Njiwa Radio na Njiwa Television. Ndio, subscribe Njiwa Media kisha bonyeza alama ya kengele. Usisahau kulike, comment na kushare. Naam, tumekwisha kurejea na yale matukio ambayo yalichukua headline ama yalikuwa makubwa na kiasi cha kwamba tukaona ni vema yaingie katika highlights kwa siku hii ya leo, katika sikukuu ama siku ile ya ibada ya mbaraka pale katika ushirika wa haraka Ileje. Tukio la kwanza ni namna ambavyo wale wachungaji ambao walikuwa wanakwenda kupata mbaraka pamoja na viongozi wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini walivyoanza maandamano yao kutoka pale nje kuelekea pale ndani. Ilikuwa ni moja ya kivutio kikubwa sana ambacho kilisababisha watu wengi sana tuliokuwepo nje tunaendelea kutizama, tuache kufanya shughuli zingine, twende tukatizama. Yalikuwa maandamano ambayo yalikuwa ni maandamano yaliyopendeza, kwani wahusika walikuwa wamependeza na mavazi yao rasmi kabisa, mavazi ya kichungaji. Hii ni nafasi ya kwanza kwa siku hii ya leo, twende tukaitizama, tukirejea. Baba mbele hapo. Wewe
Naam, umekwisha kutizama nafasi ya kwanza hii, twende tukatizame nafasi ya pili, mtazamaji wa Njiwa Media. Lakini pia nikukumbusha kuendelea kusubscribe YouTube channel yetu, lakini vile vile kuendelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu zingine za mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, lakini pia tuna group la WhatsApp na mambo mengine kama haya. Nafasi ya pili inachukuliwa na jinsi ambavyo kwaya ya vijana B kutoka ushirika wa haraka kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini, hususan wilaya ya Magharibi. Hii kwaya ya vijana B ilionekana kuvutia watu wengi sana. Ikafika wakati mpaka wale wachungaji ambao walikuwa wanapata mbaraka, wale waliokuwa wanaingia katika level ya ushemasi na wale waliokuwa wanatoka ushemasi kuingia level ya ukasisi, simama. Hii kwaya ilifanya maajabu. Hii ni nafasi ya pili, tukirejea nafasi ya tatu. Anatafuta watumishi shambani mwake, maana mavuno mengi, watenda kazi ni wachache. Mungu amekuamini sana wewe katika watu wengi, tena kakupa dhamana kubwa uongoze watu wake. Kumbuka hilo. Mungu amekuamini sana katika watu wengi. Penda mwenzangu wewe, baba yangu baba, tena nakupa dhamana kubwa uongoze watu wake katika kazi yake. Usiwe na uoga wala usiogope, yeye kakutuma wewe. Nenda, usiogope, usiwe na uoga, maana kakutuma wewe shambani mwa Bwana. Lakini watenda kazi ni wachache. Umekuchagua wewe kama Daudi, ulimishe kundi lake. Sisi ni Naam, tulikuwa tunatizama nafasi ya pili na sasa moja kwa moja tuelekee nafasi ya tatu, ambayo nafasi ya tatu inakamatwa na yale maneno ambayo yalizungumzwa wakati ibada ikiwa inaendelea. Yalizungumzwa na kiongozi wa ibada ambaye kwa siku hiyo alikuwa Baba Askofu Kenan Salim Mpanja wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini. Alizungumza maneno yenye hekima na busara, lakini zaidi akiwahusia wale ambao walikuwa wanapata mbaraka kwa siku hiyo pale katika ushirika wa haraka, walikuwa wanapata mbaraka wachungaji wanaotoka kwenye ushemasi kwenda kwenye ukasisi na waliokuwa wanaingia katika daraja la ushemasi pia. Alizungumza maneno ambayo kimsingi yalionekana kuwagusa hata watu ambao tulikuwa hatupo katika orodha ya kupata baraka kwa siku hii ya leo. Twende tukamsikilize Baba Askofu Kenan Salim Mpanja wa kanisa la Moravian Tanzania jimbo la Kusini, alafu tutarejea kwenda kutizama nafasi ya 4 na hii ni nafasi ya 5. Endeni mkamtumikie Mungu, mkalie pamoja wanaolia, mkalie pamoja na mkafurahi pamoja na watakaokwenda kufurahi katika jamii mnayoenda kuitumikia. Endeni mkamtumikie Mungu. Aliyewaita ni Mungu. Wito mlioitika mmeitika kwa Mungu. Endeni mkamtumikie Mungu. Endeni mkamtumikie Mungu. Mtakapokwisha kutenda yote hayo, mkamtumikia Mungu kwa uaminifu, semeni, sisi ni watumwa wasio na faida. Tumetenda tu yale ambayo tulipaswa kutenda. Sisi ni watumwa wasio na faida. Tumetenda yale ambayo tulipaswa kutenda. Maana hayo ndiyo ambayo tuliitia. Na katika hayo, Mungu mwenyewe ambaye atakuwa pamoja nanyi katika utumishi wenu wote, siku moja mtakuja kupokea taji zenu. Ukimtumikia kwa uaminifu, ukimtumikia kwa moyo wa ndani, siku moja utakutana naye aliyewaita katika utumishi huu. Nendeni mkamtumikie. Utakapomaliza kazi yenu mseme, ndio watumwa wasio na faida. Tumefanya tu yale tuliyopaswa kuyafanya. Nafasi ya 4 tunarejea kuitazama sasa. Nafasi ya 4 ni namna ambavyo tukio lenyewe ambalo lilikuwa linaonekana kusubiriwa kwa hamu kweli kweli. Lilikuwa ni tukio
la kuona wachungaji wakipata mbaraka kwa siku hiyo ya Jumapili tarehe 7. Ni wachungaji walikuwepo wengi na zilipita zile taratibu za kawaida za kikanisa zikiongozwa na baba askofu wa kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini, Kenan Salim Panja, ambaye alikuwa anaendesha zoezi zima hilo. Lilikuwa ni tukio zuri sana, lakini pia liliweza kuweka historia katika maisha ya wachungaji waliokuwa wanapata mbaraka kwa siku hiyo. Twende tukatazame tukio hili, tukirejea tutamaliza tukio la 5 na nitakupa bonus. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Yesu. Amen. Mchungaji Lugano Enoch Labani. Ninakuwekea mikono uwe kasisi katika kanisa la Mungu na la Roho Mtakatifu. Amen. Na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Yesu. Amen. Mchungaji Oden Pamesa. Tumerejea kutazama tukio la mwisho kabisa, tukio la 5. Tukio hili la 5 ni tukio ambalo kimsingi baba askofu Kenan Salim Panja wa kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini aliamua kutumia ibada hiyo kuweza kuwahusia ama kutoa neno kuhusiana na kile ambacho kilikuwa kinaendelea katika nchi yetu ya Tanzania. Aliweza kuzungumza maneno ambayo yalikuwa ni maneno mazito sana sana, akiwasihi waumini wa kanisa la Moravian Tanzania Jimbo la Kusini kuendelea kuombea hali halisi ya nchi yetu ya Tanzania. Baba askofu aliongea hayo maneno na watu wakaingia kwenye maombi, maombi yakiwa yanaongozwa na mwenyekiti wa wilaya ya Kati, Mchungaji Kabigi, ambaye ndiye aliongoza maombi hayo kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Na hii ni nafasi ya 5, bonus inafuata. Maisha ambayo hatujawahi kuyaishi tangu uhuru, lakini yametufika. Ninachoomba kwetu kwa sasa ni kuendelea kumwomba Mungu na kumsihi ya kwamba hiyo damu iliyomwagika katika taifa hili, Mungu, yatosha. Mungu katika uwezo wake aone namna gani ambavyo atatuepusha na haya yanayoendelea katika nchi hii. Mungu mwenyewe, Mungu mwenye haki yote, Mungu ajuaye hata yaliyoko sirini, aturehemu wa Tanzania. Aturehemu wa Tanzania. Sisi tuingie tukumwomba Mungu. Mungu, damu iliyomwagika ya Watanzania katika taifa hili, Mungu, yatosha. Tunaomba rehema. Katika kipindi hiki, Mungu aturehemu wa Tanzania. Sisi tuendelee kuomba tu hilo. Mungu turehemu. Damu iliyomwagika, Mungu, inatosha. Asante mwenyekiti. Tumekwisha kutazama nafasi ya 5 kwa siku hii ya leo katika zile highlights za tukio la mbaraka lililofanyika katika ushirika wa Haraka huko Ileje, wilaya ya Ileje, wilaya ya Magharibi, kwa mgawanyo wa kikanisa tunaita hivyo. Naam, baada ya kumaliza hizo nafasi 5, nikupe bonus ya kile pia kilichokwenda kuvutia kweli, kilivutia wengi sana, na hii ni kwaya ambayo ilionekana sana kwa siku hii ya leo. Nitakuacha nayo kama sehemu ya bonus kwa siku hii ya leo, lakini kabla sijakuletea kwaya hii, naomba tu nikusisitize kuendelea kusubscribe YouTube channel yetu, lakini pia vile vile kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Njiwa Media Facebook utatupata pale, lakini karibu sana nikukaribisha katika group letu la Njiwa Media ambalo lina watu wengi wanaoendelea kuingia, na wale ambao waliopo kule wote wanapata habari kwa haraka zaidi kabla hata hasifika. So nikukaribishe kule pia uwe mmoja kati ya watu ambao wanaendelea kuhakikisha tunatembea. Na lakini pia cha msingi zaidi na zaidi ni kuendelea kutufuatilia popote pale ulipo. Tukiangalia watu wengi wanatufuatilia kutoka maeneo mbalimbali. Tunashukuru sana. Asante sana kwa sababu uwepo wenu na kuendelea kutufuatilia ndio mnasababisha chini na songa mbele. Twende tukaangalie hii bonus track. Wakati huo mimi nikisema bye bye, nyuma ya kamera alikuwepo Damford Manase almaarufu kama Kulwa, ambaye alikuwa anahakikisha kwamba
kila kitu kinaenda vizuri na vinaonekana vizuri. Na hii kutoka Rungwe Mission ambapo zinapatikana ofisi za Njiwa Media. Mimi kwa Jongo. Yesu